sana Mheshimiwa Spika, na mimi niweze kumsupport ndugu yangu Muhammad Junet kwa kuweza kusema kuwa Kenya ni yetu sisi sote. Mheshimiwa Spika, inasikitisha kuwa Bwana Gachagua hajakubali kuwa hayuko kwenye mamlaka tena. Na mimi nataka nimwambie, ikiwa kitu kitatolewa kwa Wakenya wote iwe ni injustice, lakini kikitolewa sehemu moja iwe ndio furaha yake, basi anakosea Wakenya. Nikikumbuka mwaka ambao aliutaja kuwa, na kwa nikimnukuu alisema, hii Kenya ikiwa mtu mwingine yule ataingia katika uongozi, basi itakuwa ile 2007 2008 ili kutakuwa ni kama harusi, ile itakaofanyika itakuwa balaa zaidi. Jamani, huyu ni mtu kweli? Huyu ni mtu kweli? Na mimi nataka nimwambie Gachagua, hii nchi si yako wewe peke yako. Usipotoshe wa Kenya. Ulikuwa katika serikali, ulikuwa ukituambia wewe ndio mlinzi wa mlango, ulikuwa ukituambia vitu vinavyofanyika viko sawa. Leo hii kwa utepetevu wako uko nje, kwa kunyang'anya mjane haki yake, kwa kunyang'anya mayatima haki zao, kwa kuweka ile siasa za shares, Wakenya wakasema toka nje. Leo unaanza siasa za kugonganisha Wakenya. Nakumbuka hapa na naona kama ameshikana na Ndindi Nyoro. Mheshimiwa Spika, mimi nataka nimwambie, kuna siku hapa nililalamika kulikuwa na disaster, mambo ya floods kule Mombasa. Nikalia sana hapa, hatukupata pesa za disaster funds Mheshimiwa Spika. Na hapa alionambia Zamzamu njoni kuonyesha, ilikuwa ni Ndindi Nyoro. Akanionyesha 14 billion ya World Bank ambayo ilikuwa ofisi ya Deputy President wa wakati ule Gachagua, akanambia meziramba. Akanionyesha 6 billion ambayo ilikuwa katika budget, huyu Ndindi Nyoro ndo alionionyesha, akanambia Gachagua meziramba. Leo yeye ndo anarudi huku nyuma, kwa sababu waambiwa nyani akikosa ndizi usema mgomba umeteleza. Mheshimiwa Spika, haiwezekani. Kama wao ni wenda wazimu, waache wale ambao wana akili zao waweze kuongoza Kenya. Leo tuko na Deputy President anafanya kazi, anazunguka huku na huku, tunaona anafanya maendeleo na Wakenya wanafurahi. Rais sisi hapa tulikuwa tunampinga, na leo tumeaibika. Kwa sababu gani? Ile housing levy tulikuwa tunalia, leo tumeona Mkuru kwa Njenga watu wameingia kwa majumba, wametoka kwenye slum. Mheshimiwa Spika, ilikuwa ni uchungu, kwa sababu hii Kenya ilikuwa uchumi umekuwa mbaya na kila mtu alikuwa anasikia uchungu wa uchumi. Lakini mimi leo nataka nimpongeze rais, kwa sababu alitufinya ndio, lakini sasa tunaona yule maskini tajiri wote wanatibiwa. Tunaona nyumba maskini tajiri wote wanakaa vizuri. Unga sasa umeshuka bei, mafuta yameshuka bei. Mheshimiwa Spika, rais anaipeleka Kenya vizuri, kwa sababu amepata ile timu ambayo pia ina nguvu imemuongezea, na sasa yafanya kazi vizuri. Namwambia rais, usimwangalie yule mwendazimu ulomfukuza kule State House. Wewe angalia kazi yako, yule mwendazimu sisi tutadili naye. Na mimi namgoja Mombasa kule, na ananijua hawezi kuja kutuchafua kule Mombasa. Hatuwezi kubali. Tunataka Kenya ambayo ina amani, tunataka Kenya ambayo itasonga mbele bila bugdha. Mheshimiwa Gachagua angalie, ajiite mkutano, ajiulize. Wajua yuko kama yule mtoto Mheshimiwa Spika, ambaye wageni wakija unamficha kwa sababu ataharibu. Yule mpe mic tu kidogo, Mheshimiwa Gachagua ashaharibu kila kitu. Juzi ameenda kuchapa wale walikuwa na msupport ambao ni artist, leo amewachapa, kesho atafanya mengine na mengine. Kwa hiyo sisi tunasema rais, shika kasi, sisi tuko ndani ya broad based government na tutakusukuma mbele. Asante sana Mheshimiwa Spika. Osoro.